Najua ni kiu ya kila Mkristo kuona ya kwamba amejawa na Roho Mtakatifu na anatembea katika viwango vya bubujiko la Roho Mtakatifu katika maisha yake. Tena wengine wanatamani hata kuona nguvu za Mungu zikitembea kwenye maisha yao. Najua kwamba wewe ni mmoja wapo, unatamani sana, hata sasa una kiu na una njaa sana ndani yako kuona ya kwamba unatembea katika viwango vya Roho Mtakatifu. Unatamani kunena kwa lugha, unatamani nguvu za Roho Mtakatifu zionekane kwenye maisha yako, unatamani bubujiko la maombi katika maisha yako. Karibu sana, tupo tunajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, na leo hii ni somo lingine ambalo tunakwenda kujifunza kanuni 3 ambazo watu ambao wametembea viwango vya Roho Mtakatifu wanazitumia. Ni kanuni nyepesi sana ambazo naamini hata na wewe unaweza ukazitumia na zikakusaidia kuanzia leo ukaanza kutembea katika viwango vikubwa sana vya Roho Mtakatifu. Karibu sana. Kama inawezekana wewe ni mgeni mahali hapa, tafadhali subscribe chaneli hii ili uendelee kujifunza. Usisahau ya kwamba masomo haya unaweza kujiunga na channel yetu ya WhatsApp hapo chini ili kuendelea kujifunza. Na kama inawezekana hili ni somo lako la kwanza, gusa hapo channel yangu. Kuna masomo mengine mengi sana ambayo nimeyafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Naamini ukianza nayo yatakusaidia sana. Na hili pia ni somo muhimu sana, haujakutana nalo kwa bahati mbaya. Ninaamini ya kwamba kanuni hizi 3 zitakupeleka mahali katika wewe kukua katika Roho Mtakatifu. Na kanuni ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni kumfanyia Bwana ibada. Ni kumfanyia Bwana ibada. Watu wengi sana hawajafahamu. Watu wengi wanafahamu kuhusu kuomba, ila hawajafahamu ukweli unaozungumza kwa habari ya kusali. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 14, Biblia inasema hivi: hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 13. Watu wengi sana wanafahamu kwa habari ya kuomba, ila hawafahamu kwa habari ya kusali. Ila kusali ni zaidi ya kuomba. Kusali inajumlisha kuomba, ila ni zaidi ya kuomba. Na ndio maana Paulo akawaambia Wafilipi ya kwamba msijisumbue na neno lolote, bali katika kila neno ni kwa kuomba na kusali. Maana yake nini? Anatenganisha kati ya kuomba na kusali. Sasa kusali ni kumfanyia Bwana ibada. Na wanafunzi hapa tunaona kwamba Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba msitoke hapa mjini, kaeni hapa mjini hata mvikwe uweza utokao juu, akimaanisha kwa habari ya ahadi ya Roho Mtakatifu. Wanafunzi wa Yesu walipopanda horofani, unaona ya kwamba Bible haiandiki kwamba walikuwa wanaomba, ila walikuwa wakisali. Ukisoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 24, anasema kwamba walikuwa wakimsifu Mungu. Sasa nini maana ya kusali? Kusali ni maana yake ni kumfanyia Bwana ibada. Maana yake ni kutenga muda maalumu. Muda huo unakuwa ukimfanyia Bwana ibada kwa kumwimbia yeye tenzi, nyimbo, zaburi, kwa maana nyimbo za rohoni, huku ukimshukuria kutoka ndani ya moyo wako. Kitabu cha Waefeso, ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5, kitabu cha Waefeso sura ya 5, Paulo anaweka wazi, akituambia wazi nini maana hasa ya kumfanyia Bwana ibada. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 18, Paulo anasema hivi: tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Paulo anawaambia kwamba msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Paulo anaongea kanuni ambayo inawasaidia watu wengi sana kujawa na Roho Mtakatifu, ya kwamba mjazwe Roho. Sasa anatuambia hapa chini, anasema hivi: mkisemezana kwa zaburi. Mimi nimeona watu wengi ambao wanatembea na viwango vya Roho Mtakatifu ni watu ambao wanaheshimu sana zaburi. Kwa nini zaburi? Kwa sababu kitabu cha Zaburi kimeandika sana uweza na utendaji kazi wa nguvu za Mungu. Kitabu cha Zaburi kimeandika namna mtu alivyokuwa na shauku na Mungu. Ukisoma Zaburi ya 27 utaona namna ambavyo anasema kwamba kwa mimi wanatamani siku zote za maisha yangu kwamba nikae kauni mwako. Kitabu cha Zaburi mtu anapokisoma na kukiimba
kimeandika namna gani mtu ana shauku na Mungu. Kwa hiyo kitakuongezea shauku na Mungu. Lakini kitabu cha Zaburi kimeandika ukuu wa Mungu, kimeandika upendo wa Mungu, kimeandika rehema za Mungu. Kwa unaposemezana Zaburi, unaufanya moyo wako umkaribie sana Mungu, hivyo hata kujawa na Roho Mtakatifu. Lakini pia anasema hivi, na tenzi na nyimbo za rohoni. Nyimbo za tenzi ni muhimu sana. Usiweke tenzi pembeni. Wale wazee wetu wa zamani ambao wametukabidhi imani waliheshimu sana kuimba tenzi. No wonder viwango vya Mungu vilikuwa vikubwa sana. Hata leo hii tunataka uamsho. Kwa nini? Niwaambie, turudishe heshima yetu katika kumwimbia Mungu tenzi. Tenzi zina nguvu sana kuamsha roho yako na kufanya moyo wako utulie sana kwa Mungu. Kumbuka ya kwamba nyimbo za tenzi wameandika watu ambao walitembea na Mungu, wameandika shuhuda zao, wameandika vitu ambavyo Mungu aliwatendea, wameviandika upendo wa Mungu. Lakini pia anasemaje? Nyimbo za rohoni. Nyimbo za rohoni ni nyimbo ambazo unapoenda kwa wakati wa maombi yako, penda kumwimbia Mungu nyimbo ambazo zinakuja ndani ya roho yako. Roho Mtakatifu ana kawaida ya kukupa nyimbo katikati ya maombi. Zile nyimbo ziheshimu, anza kuziimba, zinafanya roho yako iunganike na iwe wazi, ili Roho Mtakatifu aweze kujaa zaidi ndani mwako. Kanuni hiyo ni ambao wanaitumia. Ndio maana ukiwafuatilia watu ambao wametembea na viwango vya Roho Mtakatifu, utakuta ni watu ambao wana nyimbo ambazo wanaziimba wao wenyewe. Wengine sio wajuzi sana wa kuimba, wengine hawana sauti nzuri sana ya kuimba, ila wanapenda sana kumwimbia Mungu nyimbo. Anasema hivi kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Kumshukuru Baba siku zote, sio siku njema, sio siku mbaya, ni kumshukuru Mungu siku zote. Wafuatilie watu ambao wanatembea na Mungu, wana viwango vikubwa na ubujiko la Roho Mtakatifu. Ni watu ambao wana mioyo ya shukrani. Hata wakati wa magumu wanamshukuru Mungu. Nikwambie wazi, ukijifunza kumshukuru Mungu siku zote, wakati wote, ukienda katika ibada yako, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Usiwe mtu wa lawama sana mbele za Mungu. Usiwe kama wana wa Israeli. Kuwa kama Musa. Musa alikuwa anapita magumu jangwani pamoja na wana wa Israeli, lakini wana wa Israeli walikuwa wanalalamika, Musa alikuwa anashukuru. Haleluya! Maanake nini? Magumu tutapita wote, changamoto zitatukumba wote, lakini kuna wengine wanamshukuru Mungu, kuna wengine wanamwimbia Mungu. Lakini wale wenye lawama wanamweka Roho Mtakatifu mbali, Nikwambie kitu kimoja katika jina la Yesu. Hii Paulo anatueleza wazi namna kumfanyia Mungu ibada ni zaidi hata ya maombi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 utaona, nataka nikuonyeshe kwamba unapomfanyia Mungu ibada, Roho Mtakatifu atashuka zaidi kwenye maisha yako. Nimekuonyesha katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, mara ya kwanza kabisa Roho Mtakatifu aliposhuka, kilichofanya Roho ashuke, unaona kwamba katika Matendo sura ya 1 mstari wa 14 walikuwa wakisali, walikuwa wakimfanyia Bwana ibada. Unaona kabisa Matendo ya Mitume sura ya 2 Roho Mtakatifu akashuka. Sasa tunaona hapa tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 kanisa la Antiokia likimfanyia Bwana ibada. Biblia inasema hivi, na huko Antiokia katika kanisa lilokuwa palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi hile niliyowaandalia. Roho Mtakatifu anashuka. Kwa nini? Kulikuwa kuna watu ambao wanamfanyia Bwana ibada, walikuwa wakimfanyia Bwana ibada. Nikwambie wazi katika jina la Yesu, ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema kwamba walikuwa kiministry to the Holy Spirit. Maana yake nini? Walikuwa wakihudumu kwa Roho Mtakatifu, wakimfanyia Roho Mtakatifu huduma ya ibada. Walikuwa wakimwimbia, walikuwa wakimsifu, walikuwa wakipita kwenye Zaburi, walikuwa wakiimba, wakimsifu Mungu na kumshukuru Mungu. Roho Mtakatifu anapenda environment kama hiyo. Na kusi leo hii katika jina la Yesu, kama utaweza kujiunga na grupu fulani, basi wewe mwenyewe peke yako nyumbani kwako unaporudi, mfanyie Bwana ibada, mwimbie, msifu, mshukuru yeye, soma Zaburi, mwimbie Mungu. Nikwambie unamwattract Roho Mtakatifu, kwa sababu ndo mazingira anayoyapenda. Lakini pia namba mbili,
Kitu cha pili ambacho kinafanya watu wengi watembee na Roho Mtakatifu na waone bubujiko la Roho Mtakatifu kwenye maisha yao, kitu cha pili ni kukaa kimya na kumtafakari Bwana, kumtafakari Bwana na matendo yake. Nikwambie wazi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 63 na mstari wa 6, Zaburi anaandika hivi, anasema ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yangu yote. Daudi anasema ya kwamba anapomkumbuka Bwana kitandani mwake, ninakutafakari wewe makesha yangu yote. Ukitaka uelewe kitabu hiki, soma Zaburi 63 mstari wa 1. Anasema hivi, Ee Mungu wangu, ninakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isio na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Zaburi anaandika wazi namna ambavyo alikuwa na kiu, ana shauku na Mungu, na ndio maana anaweka wazi ya kwamba kila nilipokumbuka wewe kitandani pangu, nilikutafakari wewe makesha yangu yote. Alikuwa akitafakari nini? Alikuwa akitafakari uweza wa Mungu, nguvu za Mungu. Nikwambie wazi, penda sana, sikiliza ushauri huu. Kama una kiu na Roho Mtakatifu, penda sana kutenga muda wa peke yako, iwe chumbani kwako, iwe sebeni kwako, au umekaa kanisani umeenda kutawa. Anza kumtafakari Bwana na nguvu zake. Anza kumtafakari Bwana matendo yake. Unapotafakari matendo ya Mungu, unapotafakari uzuri wa Mungu, unapotafakari wema wa Mungu, unapomtafakari Mungu namna alivyokuwa mwema kwenye maisha yako, katika maisha ya watu wengine, ule uzuri wake, namna alivyoipenda dunia, namna alivyokupenda wewe, matendo yake, nguvu zake, nikwambie unafungua mlango wa roho yako. Roho Mtakatifu anapenda mazingira hayo, na mara nyingi ukifanya hivyo utashangaa hata eneo ulilokaa linakuwa charged, linakuwa ni eneo ambalo lina uwepo wa Mungu, unafiri tofauti. Nikwambie namna hiyo inamkaribisha Roho Mtakatifu ajae ndani mwako, atengeze ubujiko ndani mwako. Nikwambie, anza kufanya leo. Ni kitu chepesi sana, ila watu wanaotembea na Mungu wanakifanya. Wametenga muda katika siku kufanya kitu kama hiki. Wengine, nikwambie, anza hata dakika 10. Tenga hata dakika 10. Kaa chumbani kwako kimya, tafakari uweza wa Mungu, tafakari nguvu za Mungu, tafakari. Weka ratiba, weka alamu ili usipate kusahau. Alamu ikukumbushe, fanya hivyo. Nikwambie, ndani ya siku 10, ukifanya kila siku kwa siku 10 mfululizo, utarudi mahali hapa, utaniambia, Pastor, nimeona changes kwenye maisha yangu. Kuna vifungo ambavyo hutahitaji kuombewa, vitaondoka. Kuna ndoto mbaya zilikutesa, utashangaa zimeondoka. Nikwambie, utaona mpaka kwenye biashara yako, utaona growth, utaona ufahamu wako ukikua, utaona kibali cha kimungu kikikua. Mimi nakumbuka nilipoanza kufanya hivi, rafiki yangu mmoja, nimetoka chumbani akasema, macho yako yanawaka. Kwa nini? Ni ile presence of God, ni ile glory of Almighty, ule utukufu wa Mungu unakuvika. Lakini pia kanuni ya 3 na ya msingi sana, nyepesi, ambao watu wanaotembea na viwango vya Roho Mtakatifu kama wanaitumia. Kanuni nyepesi sana, isikilize, hii ni ya 3. Watu ambao wanatembea na Mungu, wanafanya miujiza, wanafanya vitu vikubwa, wana ubujiko la Roho, maombi yao yana nguvu, wanaitumia. Ni kanuni nyepesi, hata wewe unaiweza. Nisikilize sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni kuwa na ratiba ya kila siku ya maombi isiyovunjika. Ni kuwa na ratiba ya kila siku ya maombi isiyovunjika. Jitahidi utenge ratiba yako ya maombi ambayo hakuna mtu anaweza kuivunja wala chochote. Ratiba ya maombi. Huwa napendaga sana kuwaambia watu, nisikize kanuni hii, itakusaidia, na naomba nenda kawafundisha na wengine. Katika Bible tunaona kwamba kuna maombi ya wengi na kuna maombi ya mtu mmoja mmoja. Tunaona Roho Mtakatifu sehemu nyingi sana alishuka kwenye maombi ya wengi. Hakuna rekodi kwenye Bible Roho Mtakatifu kumshukia mtu mmoja. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, Roho Mtakatifu alishuka watu wakiwa wengi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4, Roho Mtakatifu aliwajaza watu wakiwa wengi. Matendo ya Mitume sura ya 8, Roho Mtakatifu aliwashukia watu wakiwa wengi. Matendo ya Mitume sura ya 10, Roho Mtakatifu aliwashukia watu wakiwa wengi. Matendo ya Mitume sura ya 19, Roho Mtakatifu alishuka watu wakiwa wengi. Hata historia ya uamsho wa leo, historia ya uamsho ambao tunauhubiri leo, ambao ulitokea Azusa,
pale Azusa Marekani ulitokea watu wakiwa wengi. Nini maana yake? Kwa nini Roho Mtakatifu hivyo? Nafikiri Roho Mtakatifu anataka bring unity, kwa sababu katika umoja Roho Mtakatifu ndipo anapenda. Nikwambie wazi, Roho Mtakatifu anaweka rekodi. Kama unatamani ujawe na Roho Mtakatifu, penda maombi ya wengi, kwa sababu katika wengi ndipo Roho Mtakatifu anaposhuka. Hakuna rekodi Roho amshukie mtu akiwa aloni peke yake. Haleluya! Hata Yesu Kristo alishukiwa na Roho katikati ya watu wengi, Roho Mtakatifu akashuka. Maana yake nini? Mungu anaheshimu sana katika unity. Lakini sasa nisikilize, maombi hayo ya wengi, impact yake, matokeo yake yalianzia watu walipokuwa na maombi ya peke yao. Nini maana yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai? Katika maombi ya wengi Roho anashuka, lakini kuna watu ambao wana maombi ya peke yao ya ratiba isiyovunjika. Katika kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 1 na mstari wa 35, Bible inasema hivi. Kitabu cha Marko 1:35, Bible inaandika hivi. Bible inasema hivi kwa habari ya Yesu Kristo: hata alfajiri mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Yesu Kristo alikuwa na ratiba ya kuomba peke yake. No wonder mahali Yesu alipokuwepo uamsho ulitokea, Roho Mtakatifu alitembea, miujiza ilitokea. Maana yake nini? Roho anashuka pa wengi, lakini kuna mtu ambaye ana secret place, ana mahali pa kuomba. Anapokuja katikati ya wengi, Roho Mtakatifu anashuka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ndio maana ukisoma hata kitabu cha Matendo ya Mitume utaona wakina Petro, wakina nani walikuwa na prayer. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Bible inamwandika Petro na Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 10, historia ya Petro na Kornelio. Petro alikuwa kwenye maombi peke yake anaomba, na Kornelio naye alikuwa peke yake kwenye maombi anaomba. Malaika akaja kwa Kornelio akamenenda kamuite Petro, na Roho Mtakatifu akaja kwa Petro akaambia nenda kwa Kornelio. Walipokuja kukutana katikati ya wengi, Petro ametoka kwenye maombi amekutana na Roho Mtakatifu, Kornelio ametoka kwenye maombi amekutana na malaika. Walipokutana katikati ya wengi, Roho Mtakatifu akashuka. Kwa nini leo hii maombi ya watu wengi hayana nguvu kama zamani tulivyosikia? Kwa sababu watu wengi wanapokutana kwenye maombi ya wengi hawajatoka kwenye maombi ya peke yao. Lakini pia kwa nini katika maombi ya peke yetu hatuoni bubujiko? Kwa sababu watu wengi hawapendi maombi ya unity. Kwa ndipo utakapojua kwamba kanuni kubwa, tafuta watu wengi ambao wanatembea na viwango vya Roho Mtakatifu. Ukiwafuatilia utaona ni watu ambao wana maombi ya peke yao kwa maana wenye maombi ya unity. Vitu hivi viwili ukivikombaini, uamsho wa Roho lazima utokee. Na kusi leo hii katika jina la Yesu, kanuni hizi 3 tumezungumza, nenda kazifanyie kazi. Cha kwanza, tenga muda kumfanyia Bwana ibada. Cha pili, tenga muda wa kuwa kimya kutafakari uweza na nguvu za Mungu. Cha tatu, tenga ratiba yako ya maombi ya peke yako isiyovunjika, ya maombi ya unity isiyovunjika. Ukifanya vitu hivi, nikwambie katika jina la Yesu, utaona viwango vya Roho Mtakatifu vikikuwa kwenye maisha yako na hautokuwa kawaida kwa jina la Yesu. Ninakusihi, kama bado hujasubscribe channel hii, subscribe. Karibisha watu wengine wajiunge na kwa maana darasa hili. Mahali hapa ni zaidi ya chaneli. Hapa ni mahali ambapo tunajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwa habari ya imani na kwa habari ya maombi. Karibisha watu wengine, waambie wakaribie. Subscribe na wewe pia. Usisahau hapo chini nimeweka linki ya channel ya WhatsApp. Gusa hiyo linki, jiunge na channel ya WhatsApp ili upate notes ya masomo haya ninayoyafundisha. Mungu akubariki sana. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mwanao ambaye amesikia ujumbe huu. Najua Bwana ana kiu na Roho Mtakatifu ndani mwake, anatamani kujaa viwango vya Roho. Namwombea ye Bwana, somo hili alilosikia msaidie kwenda kulifanyia kazi, na akaone viwango vya Roho vikijaa ndani mwake, akaone ubujiko la Roho likifurika ndani mwake. Ujumbe huu Bwana usiwe kawaida kwake, na namwombea saa hii ambaye ana kiu na Roho Mtakatifu, mjaze Roho wako Bwana, mpe furiko la Roho Mtakatifu ndani mwake, kiu yake ukaijaze. Umesema wenye kiu watashibishwa. Mjaze Bwana katika jina la Yesu. Na kuombea mwana wa Mungu, pokea Roho Mtakatifu, kiwango cha kunena kwa lugha na kufanya vitu vikubwa vya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Usikose somo lijalo. Amen.